Kwa maafisa wetu wa GSU, na kumbuka baadaye tutakuwa tunashuhudia vile bendi ya maafisa wetu wa polisi. Ikiwa ndio kwanza unawasili katika eneo hili, kukujuza tu ni kwamba Police Constable Peter Kamala. Kweli kweli, bendi yetu ya maafisa wa GSU. Wimbo wao wa pili kiwa wanaenda mwendo wa pole pole.
ndio wimbo wao wa tatu, wewe ni Mungu sasa. Yule anapiga ile drum kubwa ile, anaitwa Police Constable Peter Hamala. Kumbuka wanaongozwa vizuri pale na Chief Inspector Bramwell Masika. Cheki maneno sasa. Chief Inspector Bramwell Masika anasaidiwa na Chief Inspector Mediatics Kubai. Kumbuka ni bendi yetu ya maafisa wa GSU all the way from Nairobi, Kenya. Wimbo wanne huo sasa kiwa ni Isaka Gihera. Display moja maridadi kweli kweli. Mwanangu cheki maneno. Director wa band ya GSU msikilizaji anaitwa Chief Inspector Bramwell Masika akisaidiwa na Chief Inspector Mediatrix Kubai. Kuna yule afisa anayecheza ile bass
anajulikana kama Police Constable Peter Hamala. Wanabadilisha maridadi kweli kweli, wimbo wa 5 sasa. Ndio anajulikana kama Isanda Gihera. Yanaitwa mafunzo, msikilizaji wangu na mtazamaji. Bendi ya maafisa wa GSU, wimbo ukiwa ni Isanda Gihera, wimbo wa 5. Director of the band anaitwa Chief Inspector Bramwell Mwasika, akisaidiwa na Chief Inspector Mediatrix Kubai. Kumbuka band SOA anaitwa Inspector Irene Tanoi. Ni quick match. Yule band master anaitwa Sergeant Luke Muhindi. Drum major anaitwa Cobra Elim Paul. Cheki maneno. Wanaenda kubadilisha sasa, kuingia wimbo wa 6. Anajua jina langu, he knows my name. Ndio wanaingia sasa, he knows my name, kiwa ni mwendo wa polepole sasa. Mwendo wa polepole, display moja tamu kwa mara nyingine tena. Inapendeza kweli kweli, display moja tamu kweli kweli, mtazamaji wangu. He knows my name.
wimbo wa 7 sasa. Sugar cane quick match. Kipindi yetu ya maafisa wa GSU watakuwa wanaingia kwa wimbo wao wa mwisho, ikiwa ni countdown. Wanaongozwa pale na Chief Inspector Bramwell Mwasika, akisaidiwa sasa na Chief Inspector Mediatrix Kubai. Yuko pale Band SOA akiwa ni Inspector Irene Tanoi. Band Master mwite Sergeant Luke Muhindi. Ndio wimbo wa mwisho sasa. Tusimame tafadhali, naomba tusimame kwa heshima. Naomba kama umeketi usimame. Asanteni sana, naomba tuketi sasa. Kumbuka wanamaliza sasa, ni maafisa wa GSU, ikiwa ni bendi yetu hii imetoka kule Nairobi, vile wanaongozwa vizuri kabisa na Chief Inspector Bramwell Mwasika akisaidiwa na Chief Inspector Mediatrix Kubai. Wamemaliza vizuri kabisa na wimbo wao wa mwisho Calm Down na mwendo wa quick match.
Tunasema shukrani sana maafisa wetu wa GSU, ikiwa ni bendi mzuri sana na wamefanya kazi kuntu kabisa kutufungulia uwanja huu wa arena. Ningependa kutangaza kwamba ikiwa unajua kwamba unashiriki katika mchezo wowote, tunaomba ujiandikishe na sisi ili tujue kwamba umefika tafadhali. Na vikundi vifuatavyo naomba munihakikishie kwamba mpo. Nipo na modern dance ama cultural dance, wanafanya CPK crew fitness. Tuko vile vile na Komai Academy ambao wana zile poems pamoja na dance. Vile vile tuko na acrobats, tuko na Shikongolo ambaye anatoka mkoa wa Magharibi, ukae standby kabisa. Tuko na Kisii Primary ama shule ya msingi ya Kisii, naarifia kwamba wana mashairi. Vile vile tuko na Riokindo Boys, mashule ya upili ya Riokindo. Vile vile tuko na Pastor Marubi. Tasijui hawezi kuwa pastor. Marubi bwana, wewe ni pastor. Asante sana. Asanteni sana. Kumbuka tuko na acrobat, mwite Papa Shikongolo kutoka Mumias kule mkoa. Sijui kama hiyo ile tumbo bwana ni tumbo la ina wazi kabisa. Vilevile atakapomaliza Profesa Marubi, wanafunzi wa Komai Academy tunaomba mkae tayari. Kutupima bwana Marubi, hatutaingia hapo ndani. Acha kutupima. Jamani, atupima. Acha taingia ndani ya umke. Wacha wewe. Tunaomba kidogo tu kwa sababu kuna mkutano kidogo unaendelea pale. So tutaendelea chini kwa chini namna hii. Anaitwa Profesa Marubi. Mwanetu cheki maneno. Waje kusikia kama huyo jamaa anaweza zungumza. Profesa vipi? Niko sawa. Acha nikuulize. Wewe utumia chakula gani?
cheni. Na sasa nyuma na mbele ni wapi? Ile wakati tunakutana na majambazi. Ati? Ile wakati tunakutana na majambazi Nairobi. Naamua kujipoga unaficha kichwa na kifua kifunika na kiziki. Je, kwa wale ambao wanakutazama kuna uwezekano wajaribu ile nyumbani? Ati wajaribu nyumbani? Akitaka kujaribu anajaribu kwenye msaidizi mara tatu. Msaidizi wa kwanza? Police station. Police station. Police station tutamsaidiaje? Ya pili karibu hospitali. Hospitali? Ya tatu karibu na mochari. Mochari? Wacha tumpigie makofi Profesa Marubi. Kama una wivu unampigia makofi huyu jamaa. Asanteni sana. Amebakisha kidogo tu amalize. Safi kabisa. Tunajaribu kupunguza sauti kwa sababu kuna mkutano wa bado ngali unaendelea. Sasa hivi tuwaalike wanafunzi wa shule ya msingi ya Komai Academy. Waje tuzungumze na mwalimu kwanza. Mwalimu kwanza, unaitwa nani? Naitwa Mrs. Omar Nancy. Mwalimu, ni kuogopa unaogopa ama ni kufikiria unafikiria? La. Asante sana. Leo wanafunzi wametuandalia nini? Wanafunzi wako na mashairi ya Kiingereza na Kiswahili. Pia wako na wimbo wa tamaduni. Pia wako na Kokomo dance. Asante sana. Wacha nikupatie kipaza sauti, alafu mtaendelea na mashairi DJ wangu akifanya mambo. Asante. Mbele yenu ni shule ya msingi ya Komai. Wanaenda kuwaletea shairi la Mboko na natumai mtafurahia.
ajire bona lang di ada kake. Wita. Mama keo mongwa.
Una miaka 68. Miaka 68. Nina familia ya watu 70 sasa hivi Goma. Ati familia ya watu 70. Ati ana familia ya watu 70. Hao ni wake pekee yake ama mpaka watoto? Wake ni 5. Una wake 5? Watoto ni 19. Watoto 19. Alafu wachukuu niko nao kama 36 hivi. Wajukuu ni kama 36. Na wote wanakutambua kama babu yao? Wananitambua pia. Hao ni Shikongolo Junior wengi, hao 36 ni Shikongolo Junior na wanaipenda. Wake 5 sasa na nini naona na gani? Nimewalinda mpaka saa hii, wamenifanya nimezeeka na pia nimewafanya wamezeeka. Saa hii hawawezi kukimbia, wanatembea tu polepole mwendo wa kinyonga. Sasa hivi masuala mengine unayashughulikia ama labda kuna mengine ulisimamisha kitambo? Sasa kama kuendelea kuzaa zai ni ushauri tu ninapeana, vijana wasifute bangi, wasitumie pombe kiolela, wasiwe wakora, wawe rafiki wa mapolisi. Lakini usipofanya mabaya utakuwa tu rafiki wa polisi, utakaa tena polisi kama mama yako ama dada yako ama mtoto wako. So Papa Shikongolo unataka kusema kwamba polisi pia ni rafiki? Polisi ni rafiki mkubwa sana. Kwa ajili kama una makosa, utakimbia polisi. Lakini kama una makosa ukiona polisi hata akiwa kwa shughuli zako utaanza kukimbia. Na hizi nywele zako unazitunza namna gani? Hizi nywele nimezipenda, zinanisaidia kwa ajili saa hii ni kama siwezi kuajiriwa mahali popote kazi. Hasa ninaajiriwa na ukumbi wa watu kama vile niko hapa. Nikicheza na furahisha watu wa Kisii, wa Nakuru, wa Mombasa, wataniita. Sasa wakiniita hapo nimepata kipato cha kulisha familia yangu. Na naarifiwa kwamba una uwezo wa kulifuta gari kutumia hizi nywele. Je, ni kweli? Ni kweli nina uwezo wa kufuta. Hata hapa ningelifuta, lakini wameniambia kwa hii kiwanja hawaruhusu gari kukanyaga ndani. Lakini ikiwa kama uko sehemu nje naweza kuvuta. Asanteni sana. Sasa uwanja ni wako. Tuonyeshe ile ambalo una uwezo wa kulifanya Papa Shikongolo. DJ, kama unaweza kupatia muziki kwa sauti ya chini tu. Chinzi anaomba Papa Shikongolo hapa. Anaitwa Papa Shikongolo kutoka eneo la Magharibi. Mwenzangu Kobi, masuala haya usijaribu nyumbani kakangu, itakuwa ni tabu sana. Kijana mdogo Ndubi, liambiwa utungu utawacha kakangu ikiwa unanuia kufaulu katika masuala haya. Salimia sana mama county. Anamaliza vizuri kabisa, ni Papa Shikongolo. Papa, hiki kifaa ambacho uko nacho kinaitwaje? Hii inaitwa uteo. Uteo kazi yake hasa ni gani? Hii uteo mama wetu kitambo wameliweka hapo mtambo, alafu kugagua sisi tunaita obusereta. Obusereta. Sasa unatoa ile uchafu ile ndogo ndogo itakuja katikati, alafu kibaki unarusha hivi, unakata uchafu inaanguka chini. Vitu mzuri inapaka kama ni mtama ama ni simsim. Sasa na hapa hatuna wimbi, hatuna vitu kama hivyo. Umekuja kufanyia nini hapa? Hii nilionelea, unajua kwetu walikuwa wanasema mtoto kikaa kwa uteo makagio itachomeka, lakini kumbe walikuwa wanatuambia hivyo. Ndio nikaona hii ndio njia ya kufanya. Sasa nilikuja kufikiria,
hatukuwa tunajua kujipangusa tukienda msalani. Sasa ukikaa kwa uteo, utaweka mapupu kwa uteo, na wakati wanatengeneza chakula, harufu ya mapupu ipatikane. Sasa tulikuwa tunaambiwa usikanie uteo, lakini sasa niliona ikiweza kujificha hapa, mtu aone nimetosha hapa, atafurahia. Lakini uliza swali, nitamwambia ujilinde vizuri, uwe mwoga. Kama wewe ni kijana, usimuoe mama pima. Ajili mama pima na mzee. Na kijana atakana wewe msichana ili uzae mtoto. Kile mama pima utasana. Utamsaidia kulinda watoto wenye alipata na baba mwingine. Asante sana. Asante sana Babashi Kongolo, tutakuita kwa mara nyingine tena. Tumpigieni makofi mzee. Fanya kazi kuntu kabisa. Sasa hivi nataka kubadilisha mtindo kidogo. Thanks once again, our Kisii FM digital viewers, and today we are here at Kisii Stadium, whereby the agricultural show, the South Kenya or the South Nyanza region is being conducted. Yesterday we had given you maybe the preparations, but today is the actual day when actually the program itself has started maybe a few hours ago. And here today we have come at the Mara Sugar Company. They seem to be really very well prepared also, and we'll talk maybe one-on-one the manager, center manager, the chairperson here, and then she'll tell us, or she'll take us through the entire process of making sugar, you know. Then we also have some individuals so she's working with, then the camera person, the sound engineer will also go inside to give you the view of the sugar, the kind of the packages they've made, and also all the details that we need will be given by the madam here. Okay, welcome, and tell us your name maybe, then you start from there. My name is Ruth Omala from Sales Department, Transmara Sugar Company. We are here at Kisii ASK show to reach our South Nyanza customers. Wow. And maybe if you can tell us, you seem to be very well prepared. Maybe how many days did you take to prepare, or you were here just by yesterday, because you seem ready to have been organized here? How many days did you take to prepare? It took us about 2 weeks to prepare. We started preparations about a month ago, and then 2 weeks to prepare, and then now the show officially started on Tuesday, and we've been here since last week doing the preparations before the show started. Wow, that's amazing. Maybe the Transmara Sugar Company, so far you have only one company maybe, or you have several countrywide? No, we have one, it's a local company. But our mother company is in Mauritius, but locally this is a local Kenyan owned company. Wow, that's amazing. And maybe for the advantages of our viewers, when exactly was this company invented and started to come into the market? So Transmara Sugar Company was born in 2011, but we sold our first bag of sugar in January 2012. So last year, 2022, in January, we celebrated 10 years. So this is our 13th year in the Kenyan market. If you can tell us, please, madam, so far you have seen also other companies here at the ASK show, and maybe how do you come to beat other companies in the market? What kind of strategy do you use, in being competing or in being competitive in the market? As you all know, there are other companies. What kind of criteria do you use so that your customers keep on, improving and adding the numbers? I don't know if it's luckily or unluckily, but at the Kisii ASK show, we are the only sugar company, and we proud ourselves to being the only a Kenyan fully grown sugarcane. We grow sugarcane. We have our outgrowers. We do our own production. We do not import. So that is our pride. Buy Kenya, build Kenya.
Wow, that's amazing. You've said last year you celebrated your 10-year anniversary. Maybe what is the progress, if you can tell us? Have you been improving since 2012 when you started at the market? The sales, maybe the figures, are you improving, or they are not in an alternative way, or maybe they don't just accelerate, or they go up, they come down? Maybe what is the sequence of your sales at the market? Our sales have grown significantly. We are among the top 5 sugar mills in Kenya in terms of production, in terms of sales, in terms of market share. And since 2012, we used to do 3,500 TCD in a day. We moved to 4,000 TCD in a day, and right now we are doing 6,000 TCD in a day in terms of crushing. So there has been tremendous improvement in terms of technology, in terms of awareness. A lot of people are now aware about our brand, about our company, and also that has helped us in terms of market share growth. Wow, that's absolutely amazing. And for the farmers, I said earlier, we also have other companies, providing sugar. How do you, what kind of things that you do to the farmers for you to be compatible with the farmers so that they can't move to other companies? What is this that you do for you maybe to maintain your farmers, who supply you with the sugar cane? What is this that you do? Okay, we have several programs for how we support our farmers. So we support our farmers who need school fees. So we do a lot of advance payments to our farmers. We support our farmers with seedlings. We support our farmers with fertilizer. We support them with the preparation of the lands, all the way through up to harvesting. Wow. And maybe for the new beginners or new farmers who are upcoming and they really need to start planting sugarcane, how long does the sugarcane take for the farmer to start harvesting? Maybe the period, and after which they have harvested again, what's the period to re-harvest again, maybe from the sugarcane? Because unlike the maize, when you plant, maybe after 3 to 4 months you harvest, then you'll be forced again to plant. But maybe in sugarcane, is it different that once maybe you've just planted, it can go up to 10 years, or what? How do it work? Okay, so in sugarcane we have a different variety of seedlings. Let me say that. Just like maize, you have maize for 6 months, you have maize for 3 months, you have maize for 4 months. In sugarcane also, there's different varieties. There's cane for 15 months, there's cane for 18 months, there's cane for 24 months. So depending on which seedlings the farmer is planting, it's when you'll be able to know. So this seedlings is for 18 months, for 24 months, for 15 months. Wow. So maybe you've said the variety. If the farmer has just planted, after how many months will he take, or she, to have the first harvest? So that one is dependent on the type of seedlings the farmer used. So if it's 15 months, then you will harvest after 15 months. If it's 24 months, you harvest after 24 months. So which one is the best? Depending on the type of soil. So because you might find in this region, this specific soil supports this specific type of seedling. So I cannot tell you that this is the best, because then your soil might not be dependent on that specific seedling. Wow. That's amazing. And do you also have top dressing in sugarcane planting? Those are details for agriculture department. Wow. Because I'm not conversant with the that whole process in agriculture, because I'm in sales. Wow, that's amazing. And maybe so far this show, this is the first day, and maybe you can tell us what is the response of the public, maybe the kids who are coming, the adults who are paying the visit, since the program started in the morning. What's the response so far? The response is good. Apart from us being able to sell, we are also educating a lot of school-going kids on the process of sugarcane farming, sugarcane production, and even sales on the sales side. The kids are really interested and they're learning,
And apart from that, also to the adults, I think we have been able to demystify a lot of myths, especially about our brand. And especially with regards to the recent developments of sugar and what has been happening in the in the sugar industry. So we have been able to answer a lot of questions, and customers are now satisfied and are confident. They're now back in confidence with our brand. Wow, that's amazing. And maybe what are some of the few challenges that you face? Maybe the major ones. I don't want you to go into deeper so that your competitors can keep their eye on you, so that you can find your weak point. Maybe just the few challenges you face at the market. What are they? The few challenges we are facing, of course, number one is the sugar imports. There is a huge challenge with the sugar imports, because once the imports are here, number one, it's not safe. Some of the sugar that are getting in are not safe for the human consumption. It interferes with the sugar prices. But all in all, we are confident about our customers who have been able to support us all through, whether there has been imports or not. Yeah, we are very grateful for our loyal customers. Wow, thank you. Maybe in a few seconds before we can maybe have a word with your colleagues, what are the things that you can convince our viewers or the customers that you are doing in your company, so that they now start coming into your company and dismiss the other companies? We have a lot of CSR. So we have schools around our factory where we support schools. We have water projects that we do in that area. We also have a lot of environmental, let me call them environmental programs that we do. ESR, environmental social responsibility, that we do. So apart from just crushing sugarcane and selling, we also take care of everyone else around us. Wow, that's amazing. And maybe for the new farmers who also want to start the agriculture of sugarcane, how do you make payments? Maybe, like now the tea side, we hear maybe per kg, the P per kg. Maybe in terms of sugarcane, how do you weigh and how do you pay maybe? The payments are done per ton at the time of harvest. I would also like not to go too deep into it, because that is a totally different department. Yeah, sure. I'm here in the capacity of our sales and marketing department. But the sugar is paid per ton. So far, our customers, our farmers, none of them is complaining of late payments, so we pay on time. Wow, that's absolutely amazing. And maybe if you can have a word with your colleagues, then you can show us how you've packed here, the 1 kg today, how it goes, the 2 kg maybe. Our video director can just have a look at here. Now this 1 kg. This is 1 kg brown. Brown. Production of white and brown sugar. But for today, we decided to sell brown sugar. So we have 1 kg brown. This is 2 kg brown. We have already sold out in the packages for 1 kg and 2 kg white. Wow. So we're only remaining with the brown. The prices are fair. Please come and get yourself a bell, get yourself 1 kg, get yourself 2 kg sugar. So what's the difference between the brown sugar and the white? Because from my eyesight, it seems to be white. No. Okay, so there's another that is absolutely white. Yes, there's one that is absolutely white. We are sold out in white. I wish I had like a packet to show our consumers the difference between white and brown. But so far, this is what we have. We also have byproducts, molasses, briquettes, bagasse. Those are our byproducts. But for the show in Kisii, we've focused purely on sugar. Wow. Thank you for having a word with us today. Here is the Mara Sugar Company, which is producing sugar. Of course, it is the final product we get from sugarcane from the farm. Thank you once again, our viewers. Continue subscribing and viewing the Kisii FM Digital. Reporting from ASK, South Kenya, my name is Bevan Omari.
ya maafisa wa polisi kutoka kule Kiganjo, kaunti ya Nyeri. Bandi inaongozwa na Inspekta Joshua Ngando. Walikuwa mix moja tamu zaidi, mwendo ukiwa ni wa haraka. Inspekta Joshua Ngando akisaidiwa na Inspekta Mary Chacha. Maridadi kwelikweli, wanabadilisha vizuri. Wimbo sasa nimejazwa na roho, mwendo ukiwa ni wa polepole, yani slow march. Kumbuka band RSM isiya Sergeant Tom Ibara. Drum Major Nikopo Damian Ndonye na bass drum pale inapigwa na Kisii Alfredo. Wimbo nimejazwa na roho, wimbo ukiwa ni wa polepole. Ikiwa ni National Police College Band Kiganjo. Badilisha vizuri kabisa sasa, wimbo ukiwa ni Hosiana. Wimbo ukiwa ni Hosiana, yani haraka. Maridadi kwelikweli, msikilizaji na mtazamaji. Badilisha vizuri kabisa, wimbo ukiwa ni
Kumbuka wanaenda mwendo wa polepole, yani slow march. Badilisha vizuri kabisa. Wimbo wa 5 umetukuka. Kumbuka
mkono ingie katika wimbo wa mwisho. Mgeni wetu wa heshima, simama kwa minajili pata ile saluti jamani. Mwisho kabisa, naomba tusimame tafadhali. Wimbo roho yangu. Waziri wetu wa mifugo pamoja na kilimo katika kaunti ya Kisii, Mheshimiwa Daktari wanaenda kumaliza sasa vipindi ya maafisa wa polisi chuo cha mafunzo cha Kiganjo kutoka kule Nyeri. Wanamaliza vizuri kabisa na wimbo roho yangu. Bendi inaongozwa na Inspekta Joshua Ngango akiwa ni director. Kisaidiwa pale na Inspekta Mary Chacha. Wanamaliza maridadi kwelikweli. Asanteni sana. Asante sana maafisa wetu wa polisi.